Sasa unaposema wewe unaye baba wa kiroho, au unaposema wewe unampenda Mungu, hayo mambo matatu ya muhimu. Kuna mambo ambayo yanayoshikika kwa mikono na kuna mambo ambayo hayashikiki kwa mikono. Tunaposema kwa habari ya moyo, sema moyo, daktari afanye operation roho, daktari anafanya operation moyo. Moyo ndio unaoshikika. So unaposema tunampenda Mungu, Mungu anataka umpende katika vitu vinavyoshikika. Asifiwe. Sema vitu vinavyoshikika. Kwa nini vitu vinavyoshikika? Ni ule moyo sasa. Lakini pia tunaposema unampenda Mungu, unampenda Mungu kwa roho. Yaani kwa roho ni ile shauku ya ndani. Unaweza ukaja tu katika mwili hivi, lakini ile roho yako ambayo inakutana na Mungu haipo kanisani. Naongea jamani? Amen. Lakini pia unaweza pia ukampenda Mungu kwa roho na kwa moyo, lakini kwa akili pia tunatakiwa zote zitumike. Sasa unapokuwa na baba, sema unapokuwa na baba, mambo yote haya matatu unatakiwa umwachilie baba yako. Umwachilie baba yako roho yako, umwachilie baba yako moyo wako, na umwachilie baba yako akili yako. Sasa tunaposema the heartbeat of my father, kila baba anao moyo. Andika mioyo mitatu ya baba. Namba moja, moyo wa kwanza wa baba ni wake yeye mwenyewe ambaye amekutana na Mungu kwa ajili yake yeye kufanyika kama baba. Lakini moyo wa pili wa huyu baba ambaye amepewa na Mungu ni moyo kwa ajili ya huduma ya ule wito aliopewa. Lakini namba tatu, moyo aliopewa baba ni kuhakikisha watoto wake nao wanahudumiwa. Amen. Kila baba wa kiroho ana ndoto juu ya habari ya watoto wake wa rohoni, sio wa mwilini. Yaani mababa wote wa kiroho. Nilikuwa nafundisha juu ya habari ya nyumba ya mchungaji. Nikasema nyumba nyingi za wachungaji zimefeli kwa sababu kila mtu aliyeitwa ulijali kanisa kuliko nyumba yake mwenyewe anayolala au kuishi. Sasa ninapoweka ground ya the heartbeat of my father, ili wewe sasa ambao unanisikia ubebe huduma ya baba, ni lazima uyatambue mapigo ya moyo wa baba yako. Unaona watu wanapopiga hapa, kuna wanamuziki hapa. Huyu mzee ni mwimbaji, ndio uliacha kuimba. Wao wanaimba mbele. Na mzee huyu mwimbaji, pastor na mwimbaji. Kuna wakati alikuwa anacheza prophet, anafanya mguu hivi. Mlikuwa mnaona? Si ndio? Afanye mguu kwa sababu anafanya mguu kwa sababu ya rhythm ya muziki. Ndio. Mnapomwona Rose Moda anafanya hivi kwa sababu afanye kwa sababu tu anafika leo. Kuna rhythm ya muziki ambao wanaomfanya acheze. Pastor Sanga anafanya hivi, kuna mahali muziki wake, yale mapigo yake ndio anamfanya pia mchezaji wake uliozo hivyo. Sasa kila baba ana moyo wa mapigo juu ya huduma yake. Andika. Kila baba ana mapigo ya moyo wa huduma yake. Watoto wazuri wa baba ni wale ambao wanafahamu nini baba anataka hata kabla baba hajasema. Wajua si kila wakati tunaweza kutangaza matangazo kwamba tunahitaji kufunga, tunahitaji kufanya hivi, lakini baba anapoongea na Mungu, yale majibu ya baba yanaenda kwa watoto wake. Amina. Nataka tunaombe mfano juu ya habari ya moyo wangu kwa Robert au baadhi ya watu waliopo kwa ndani. Wakati naanza hii huduma nilikuwa sijui moyo wangu ameshaubeba Robert. Nilikuwa naweza nakaa ofisini, ninawaza kabisa, najisikia hamu ya kunywa Pepsi. Najisemea tu mwenyewe. Alafu nashangaa kabla sijamwambia Robert nataka Pepsi, Robert anaenda pale Mbuyuni ananunua Pepsi, anaenda wapi? Anaenda ofisini. Alafu namuuliza, umejuaje kwamba unataka mimi nataka Pepsi? Anasema nimesikia ndani yangu. Maana yale mapigo yangu anayo yeye. Na mapigo yataachiliwa katika jina la Yesu. Samuel huko pale Mkoba, unawaza juu habari ya vocha. Umuombe mtu vocha. Mtu anatuma pesa baba,
Imani kutumia 2,000 uweke vocha. Na wakati huo wewe ulikuwa na uhitaji. Hicho ndicho maana tunachokisomea mapigo ya moyo wa baba. Umeelewa? Sema kwa jina la Yesu. Nahitaji mapigo ya moyo baba yangu. Simama kwa miguu yako. Sema kwa jina la Yesu. Nahitaji mapigo ya moyo baba yangu. Kwa jina la Yesu. Ili nipate utambulisho. Kwa damu ya Yesu Kristo. Iwe mtoto wa baba. Ili huduma iende kwa haraka. In the name of Jesus. Nataka mapigo ya moyo. Omba kwa sauti kwa jina la Yesu Kristo. Nataka mapigo ya moyo yangu. Nipate taarifa kabla baba hajatamka. In the name of Jesus. Niyapokee katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Hallelujah. Naomba tukae. Sasa somo hili ndio tukalenga tu kwa habari ya huduma, lakini pia wale wanandoa, wale wanaofanya kazi kwenye taasisi mbalimbali, unaweza ukakamata moyo wa bosi wako na ukaweza kukaa naye akasema ninampenda fulani kwa sababu ananielewa. Sasa ili andika kutufuata. Ili moyo wa baba sasa. Naongea tu andika kutufuata. Uhai wa baba yako, uhai wa baba yako upo ndani ya moyo wake. Uhai wa moyo wa baba yako upo ndani ya moyo wake. Upo ndani ya moyo wake. Moyo wa baba umebeba mambo yafuatayo. Niliyasema nataka na uiandike tena. Umebeba Mungu wake, umebeba ile imani aliyonayo. Na pamoja ndani kila moyo wa baba umebeba Mungu wake, umebeba imani yake. Ndani ya moyo wa baba umebeba kesho ya yule baba. Namba 4, umebeba mafanikio yake. Na ndani ya moyo wa baba umebeba utajiri usio na mipaka. Ndani ya moyo wa baba umebeba utajiri usio na mipaka. Kwa nini? Miujiza aliyoifanya Elia sio miujiza aliyoifanya Elisha. Baba huwa anaachilia uzao. Baba mzuri ni yule ambaye anayeachilia mwendelezo wa huduma yake. Maana ndani ya moyo wa baba una mwendelezo. Sema amen. Amen. Sema amen ya kutosha tena. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Anapata mtu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Hapo sura kitabu cha Wafalme wa pili, ianze pale. 2 Kings chapter number 2 verses 8. Wafalme wa pili sura ile ya 8 kwanza mstari ule wa 10. Moyo wa baba. Wafalme wa pili sura ile ya 8. Wafalme wa pili sura ile ya 8. Tunafika wote. Sababu wangu yupo leo. Ngoja kama uko basi. Ndio 8. Ndio. Mstari. Wafalme wa pili sura ya 2 aya 8. Amen. Ndio. Wafalme wa pili 2:8 neno la Mungu linasema, Elia akalitwaa vazi lake la juu, akalikunja, akayapiga maji, yakagawanyika huku na huku, na hao wawili wakavuka pakavu. Hata ikawa walipokwisha kuvuka, Elia akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee. Omba kwangu lolote nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Kabla sijaondolewa kwako. Elisha akasema, kuomba sehemu maradufu ya roho yako. Sauti pale 1 2 3. Elisha akasema, na kuomba sehemu maradufu ya roho yako. Ndio wote 1 2 3. Elisha akasema, na kuomba sehemu maradufu ya roho yako. Na iwe juu yangu. Na iwe juu yangu. Amen. Akasema, umeomba neno gumu. Umeomba neno gumu. Lakini ukiniona nitakapoondolewa kwako. Akasema umeomba neno gumu. Ndio. Lakini ukiniona nikiondolewa kwako. Ndio. Utalipata. La hukuniona. Utalipata. Amen. Mstari wa 11. Ikawa alipokuwa wakiendelea mbele na kuongea, tazama ukatokea gari ya moto na farasi wa moto, likawatenga wale wawili, na Elia akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Andika mambo yafuatayo. Namba 1. Namba ambayo sio sahihi ya kubeba moyo wa baba. Namba ambayo sio sahihi ya kubeba moyo wa baba. Nataka nifundishe. Sema amina. Namba 1.
huwezi ukaubeba moyo wa baba kwa kubandikiwa mkono. Yaani watu wengi udhani kwamba unaweza ukabeba mafuta ya mtumishi, ukabeba heshima ya mtumishi kwa kubandikiwa mkono. Basi la sivyo, madominike wangekuwa wengi sana, matibidosho wangekuwa wengi sana, kwa sababu kila siku wanawabandikia mkono, lakini hawabebi roho. Sasa ni mengi tunataka niende hapo. Namba sasa ya kuubeba moyo wa baba. Njia rahisi ya kuubeba moyo wa baba. Njia rahisi kabisa ya kuubeba moyo wa baba. Namba moja ni kukubali kuua maisha yako, alafu kuchukua maisha ya mtumishi wa Mungu. Killing your life and carrying someone's life, ambao unayemwita baba yako. Kuua maono yako, kuua future yako, alafu unabeba ile future ya yule mtu, unabeba maisha ya yule mtu. Elia, wakati Elisha anaenda mahali ambapo Elia yupo, Biblia inasema, wao nataka tusome, inasema hivi: Elia akaambiwa na Mungu, nenda kampake mafuta Elisha mwana wa Shafati. Alipofika pale, alimkuta Elisha anafanya nini? Alikuwa analima. Si ndio? Alikuwa na jozi 12 za ng'ombe. Alikuwa na kazi zake ambazo tunamweka busy kuliko jambo lolote. Lakini alipofika tu, alipowekewa ile nguo, alipowekewa ile manto, Biblia inasema kwamba akamwambia, naomba unipe ruhusa nikawaage ndugu zangu. Alafu alipompa ruhusa, akaenda akachinja wale ng'ombe zote, akatokosa wale, akawapa watu wale, alafu akabeba vitu vyake, akamfuata nani? Akamfuata Elia. Yaani maana yake aliua ile future yake. Kuna watu wapo kanisani, ni washirika wazuri kabisa, lakini bado hawajawaua wale mababa zao waliopita. Naongea na watu hapa. Kwa unakaa kwa baba miaka 10. Watu wanatamani utoe unabii kama baba yako, ufanye uwe na upako, kumbe ndani yako una baba umemkalisha. Na kuna watu wengine wanakuwa kwenye huduma miaka 10, lakini unashangaa mbona waendelee, kumbe ndani yao kuna vitu vyao hawajaviua. Elisha akaua maisha yake, akaua uzuri wake, akasema sasa nitamfuata huyo. Asubuhi leo kuna mtu lazima uamue umfuate katika jina la Yesu. Ana asifiwe. Wewe moyo wako unajua ni nani umemweka. Sasa naposema habari ya yeye Elisha aliitwa kama nabii, asimame sehemu ya nabii. Unaweza bado ukaendelea biashara yako, lakini moyo wako, biashara yako umemkabidhi baba yako. Naeleweka kweli? Ana asifiwe. Namna kupata moyo sio rahisi. Amen. Ana asifiwe. Unaweza kabisa kumtoa mtoto akaenda akaanzisha kanisa, lakini si mtoto wako, na wala hajabeba moyo wako kabisa. Yaani akawa kabisa tuna wakati mmoja tulikuwa tuna maombi. Simama wewe mzee wa kuongea. Tulikuwa tuna maombi hapa. Sijajua nakumbuka ile kabla ya maombi tulifunga kama kabla ya hii. Ile ya Juma. Ilikuwa siku ngapi? Kabla ya hii hapo kuna kama tulifunga muda mrefu kidogo. Ilikuwa 10. Ilikuwa ni 10 hapana. Ilikuwa zaidi ya hivi. Tuliomba. Wakati tunaomba maombi ya siku 21. Huyu bwana siku tunaanza maombi hapa. Huyu bwana akatangaza maombi ya siku 40 kanisani kwake. Na wala sikumpigia simu na wala hakujua. Ananipigia siku ya pili, anambia tupo kwenye maombi. Mmeanza lini? Tarehe ile ambayo shida tumeanza na yeye ameanza. Nikasema huyu mtoto ana moyo wangu. Bwana asifiwe. Amen. Naongea na watu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Huduma inayobeba, ukitaka huduma yako iwe nyepesi. Sasa wakati huo anasafiri kwenye maombi na baba yake asafiri kwenye maombi, maanake huyu hatembei kwenye wingu lake, anatembea kwenye wingu la baba yake aliyebeba mwito mkuu. Kusafiri na moyo wa baba. Kuna watu maisha yao hayafanani na baba zao, hayafanani kiuchumi, hayafanani kiroho, hayafanani kivyovyote, wamekaukiwa. Unajiuliza, hivi kweli huyu mtoto
fulani. Jana wakati tumekaa mjini, inaongea kwa habari ya haya maono ya vision runners. Bwana asifiwe. Naongea habari ya vision runner. Naelezea kabisa, namwelezea kama Rumito. Na maana vision runner, namwadisia kwamba vision runner Mungu anakuita wewe, lakini pamoja amekuita wewe, unarani maono ya mke wako, unarani maono ya mtoto wako au watoto wako, unarani maono ya washirika wako. Hayo yote lazima yaende. Na usiseme kwamba maono yangu mimi kama prophet nimeyaua kwa sababu ya kumsomesha mke. Msomesha mke na bado muda wako fanyaje? Iende. Ndio tunasema wakimbiza maono. Sema wakimbiza maono. Sema wakimbize maono. Una mtoto anasoma na wewe mwenyewe una maono yako kumtumikia Mungu, yote yanaenda pamoja. Ndio tunasema vision runner. Wakati naeleza hivyo, akaingia kwenye simu yake, akanisikiliza clip ambayo ameifundisha kanisani. Yaani kafundisha kama nilikaa nikamtapikia yale maneno. Nikasema yote haya umejuaje haya? Akasema ni moyo wako. Yaani hivyo vision runner. Sasa mimi sikuelewa. Yaani amefundisha hivyo kama nimechukua notes kama nikampa. Sasa hii isiishie tu kwa viongozi, iende mpaka kwa viongozi wadogo wadogo, mpaka mtu wa mwisho kule. Bwana asifiwe. Tunaposema kanisa lazima liende. Makanisa yetu hayaendi kwa sababu tumekosa watu wanaobeba mapigo ya Mungu. Uwe tayari mtu Bukoba kubeba moyo wa baba yako. Uwe tayari mtu Pangani kubeba moyo wa baba yako. Uwe tayari mtu kubeba moyo wa baba yako. Beba mapigo yake. Unasafiri katika ile mahubiri. Unasafiri kwenye ile furaha. Wakati baba anasema nimemwona Mungu amenifungulia milango ya baraka. Unasema baba, nimeona Mungu pia amenifungulia milango ya baraka. Kwani tunasafiri ndani ya wiki moja. Na hili wiki naliona katika jina la Yesu. Nasema na hili wiki naliona katika jina la Yesu. Uko tayari? Mtu Agairo uko tayari? Tusafiri katika wiki moja ili tuweze kuonyesha matendo kwamba tuna baba aliyeitwa na Mungu. Sema amen na kutosha. Amen. Naomba ukae mzee kaitana. Kwa kusafiri na moyo wa baba namba 2 ni kumtumikia baba. Oh yes. Serving that father. Unamtumikia huyo baba. Upige pasi nguo yake, lakini unayo maono baba yako unayatumikia kama yako. Oh yes. Unayatumikia bila kulalamika. Kuna watu mpaka mafungu yao ya 10 wanaleta, lakini ndani yao wanaumia, wanalalamika. Inaposema kumtumikia baba, Bwana asifiwe. Yaani unaona unatamani baba yako apendeze kuliko wewe utakavyopendeza. Kuna watu baba zao akipendeza wanaumia. Bwana asifiwe. Kuna watu wakisikia kwamba nimefanya hivi nyumbani kwangu, hata kama alikuwa na msukumo kutoa fedha, hatoi tena. Naongea watu hapo. Bwana asifiwe. Yaani ukisikia kwamba baba amenunua sijui nini nyumbani kwake, yaani ukiona moyo wako unasema yaani unaona kama vile umepitwa. Yaani hata kama utamani kutoa kwa baba, unaona usitoe kwa sababu baba amekushinda. Ushindani na baba yako. Oh yes. Unafarijika unapomwona baba ameongezeka. Yohana akasema wewe uongezeke na mimi nipungue. You are proud of your father. Unatamani kwa kanisa linapendeza. Moyo wa baba ni mzuri sana. Yesu katika Joshua sura ya 1 aya 1 na 2 anasema mtumishi wangu Musa amekufa. Ndio. Mungu anamtambulisha Yoshua kwamba wewe hujawahi kunitumikia. Wewe ulikuwa unamtumikia Yoshua. Ulikuwa unamtumikia Musa. Sasa wakati Musa anapokufa, tusome leo katika umeiona. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunasema tuna mchache hapa. Tuna walimu wa kutosha baadaye. Amen. 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 Ndio. Kitabu cha Yoshua 1 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Amekufa Musa. Haya basi. Ondoka. Vuka mto wa Yordani. Wewe na watu hawa wote. Ndio. Mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Bwana asifiwe sana. Amen. Musa amekufa. Wewe Robert, si
wa Mungu, ni mtumishi wa Dominic. Ndio. Bwana asifiwe. Sasa wakati unamtumikia Dominic, kumbe ndio unamtumikia Mungu. Kuna mtu mmoja aliongea vitu vigumu sana tukiwa Nairobi. Vitu vigumu sana. Mtu mmoja yuko Mbeya. Aliongea vitu vigumu wakati tumetupa Nairobi. Bishop Ligana akachukua kwenda kwa mama mmoja anaitwa Chen. Akasema naomba msikize kanisa. Nyinyi mtamda Mungu lini? Mungu wenu ni huyu hapa. Anampenda ile mchungaji. Akasema sasa, yana haiwezekani wewe unampenda Yesu ambaye hujawahi kumuona kuliko kumpenda mtumishi wako aliyekutambulisha Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Biblia inasema hivi, Musa akaenda kwa Mungu akamwambia sasa, kama ndio kesi yangu ilivyo, mimi ni mtu wa stamari, ni mtu wa kigugumizi. Akamwambia nimekupa Haruni nabii wako. Alafu wewe utakuwa ni Mungu kwa Farao. Yaani sentensi hii watu wa dini wa wasomaji wao wanapita pembeni. Bwana asifiwe. Lakini mtu aliyembeba Mungu, Bwana asifiwe. Mtu aliyembeba Mungu. Wana wa Israeli tunapanga. Tumechoka na huyu Musa. Mungu asema. Tunamtaka huyo Mungu. Musa akasema, Mungu akamwambia nenda kaambia waoge maji siku 3. Kila mtu afue nguo zake. Lakini pia ujitenge na mke wako. Yaani mke wako ujitenge naye, mume wako ujitenge naye, hakuna kuonana kimwili. Siku ya 3 tuone Mungu. Si kahaba, mume wako wa halali ambayo mpaka Bishop Mkude anamjua. Mungu anasemaje? Usilale naye, usimguse. Siku ya 3 Mungu aliposhuka kwenye mlima wa Sinai, walipoona ile radi, walipoona ule moto, walipoona ile sauti, kila mtu alifunga masikio yake na macho, wakainama chini, wakasema Musa, mwambie Mungu abakie huko mlimani. Naomba wewe useme na sisi. Kumbe Musa akisema hivi, amepigwa mapigo mengi na Mungu hadi pasipoonekana. Wakati unapotoka nyumbani umepigwa, umekwazwa na mume wako, umekwazwa bosi wako, unakuja hapa na usema neno, alafu neno linakuponya. Wewe unaona ni kawaida tu. Kumbe mimi namna ambapo kumuita yule Mungu, mpaka Mungu anipe ule upako, mpaka Mungu anipe mbingu ya mwaka, mpaka Mungu anipe mbingu ya mwezi. Alafu wewe ukichukua hivi, unaona kama kitu cha kawaida. Na paswa kuheshimu baba wa kiroho. Wanapita mahali pagumu sana. Yaani huyo Mungu ambaye alishusha radi Sodoma na Gomora akaiteketeza. Mungu ambaye hata watu wengine ukiwasoma kwa Biblia wanasema huyu kwa nini alikufa huyo? Mungu huyo ndiye ambaye sisi tunasimama kwa niaba yake. Huyo mtu akisema kitu, ona Mungu ndiye amesema. Tatizo unamuona mtu badala kumuona Mungu. Bwana asifiwe. Mtumikie baba yako wa kiroho. Amen. Wakati unatumika ndio moyo wa baba yako unahama. Moyo wa baba hauji kwako kwa kubandikia mikono. Kuna zile vitu kwamba ili uweze kupokea upako, kuna upako wa milioni 5, kuna upako wa 200,000, kuna upako wa 50,000. Au doi fedha ili kununua upako. Bwana asifiwe. Ni wewe unajiunganisha na ile neno ambalo mtumishi wa Mungu amelisema. We are not buying. Hallelujah. Watu wengi wanasafiri, wanaenda kasi Malawi, wanaenda kuona kaa, wabebe mahela, wanaenda kama kununua. Hakuna duka la kununua Mungu. Mungu hana duka la kununua. Mungu anapatikana kwa kanuni. Bwana asifiwe. Sema hamna duka la kununua Mungu. La sivyo sisi hapa tuna mamilioni ya fedha, tusingekuwa na ule Mungu. Bwana asifiwe. Mungu angemnunua binadamu ambaye alikuwa amevaa silaha za vita, ambaye alikuwa anaonekana kama ni shujaa, lakini Mungu akampuuza, akamchukua Daudi aliyebeba dhahabu. Aliyebeba mapigo ya Mungu, aliyebeba nidhamu ya kimungu. Wakati watu hawamuoni, Mungu anamuona. Mungu anakamiliza. Sema
Sema Mungu ana kanuni zake. Sema niko tayari kuchukua hizo kanuni za Mungu. Ni ubebe moyo wa baba, hatimaye mimi nifanyike kuwa baba. Kwenye familia yangu, kwenye kazi yangu, kwenye taifa langu. In the name of Jesus. Nataka moyo wa baba. Nikiubeba moyo wa baba, na mimi nitafanyika baba. Kwa jina la Yesu Kristo. Piga makofi mengi mazuri sana. Huu wakati tunatamani tukiona huduma za watu wengine zimeenda kwa kasi. Lakini hazikwenda kwa kasi hivi, watoto wao walibeba kanuni. Wakabeba kanuni. Wakabeba machozi ya baba yao. Wakabeba aibu za baba zao. Wakasema afadhali mimi niaibike, baba yangu asiaibike. Bwana asifiwe. Amen. Lakini wanatamani baba aibike. Baba aibike kwa madeni. Baba aibike, watoto wake wawe kawaida tu. Lakini wewe mfanyike mtu mkubwa. Hauwezi kuwa mtu mkubwa wakati baba yako si mtu. Biblia inasema kama alivyo kuhani ndivyo walivyo kondoo. Bwana asifiwe. Namba 2 nimesema kumtumikia baba. Namba 3. Namba 3. Kuyaona makovu ya baba. Kuyaona makovu ya baba. The scars of your father. Kuona makovu ya baba yako. Yaani baba yako ana makovu. Ana maeneo ambayo aliyopitia. Amepita. Tunalitobia sasa kuna maeneo amepita magumu sana. Magumu sana. Amepita. Bwana asifiwe. Amen. Amepita. Na mimi najua makovu yake. Na yeye anajua makovu yake. Lakini hawezi kunidharau kwa sababu anajua makovu yake. Makovu yangu mimi ni sehemu ya utukufu wake. Amen. Na yeye makovu yake ni sehemu ya utukufu wake. Maana makovu nini? Makovu ni eneo ambalo nilipata jeraha. Maana ya kovu ni eneo ambalo lilipigwa. Baada ya kupigwa ile ngozi kafanyaje? Ikaondoka. Alafu pakaanza kutoa damu. Pakaanza kutoa usaha. Pakaanza kutoa maji. Hatimaye pale pakafanyaje? Ngozi kafanyaje? Ikaota. Lakini pamoja na ngozi imeota, pana alama ya nywele zilizote tena. Tunasema hiyo ni kovu. Daudi, Bwana asifiwe. Daudi wakati anatumika, kuna wakati alionekana amekosea kabisa. The Bible says, Daudi wakati watu wengine wameenda vitani, yeye akajisikia tu kutokwenda vitani. Akae nyumbani to enjoy life. Ale divine. Ale kuku na bata. Wakati anazunguka hivi kwenye ghorofa lake juu kule Robert, akamwona mwanamke mmoja anaoga maji. Yale maji pastor hayakuwa maji haya kawaida. Alikuwa anaoga asali. Anaoga asali, alifanya massage asali. Nini mkienda kwenye nini zile kwenye saluni zenu, mnapaka asali tu hapa. Wenzenu walikuwa wanaoga mwili mzima. Ukimshika mkono yule mwanamke unasikia ni ngozi ya asili. Amen. Daudi akamwona, akamtuma kamanda wake, kanitie yule mwanamke. Kamanda akikimbia mbio, akaenda kamleta yule mwanamke. Daudi akaanguka dhambi. Bwana asifiwe. Amen. Sema Daudi akaanguka dhambi. Daudi akaanguka dhambi. Na dhambi ile haikuleta tu madhara kwa Daudi, ikaleta madhara mpaka kwa taifa. Yaani taifa Mungu akajipiga kwa Daudi, watu wakafa. Lakini Daudi akasimama mbele, akaomba toba na Mungu akamsamehe. Amen. Hata kama Mungu amemsamehe, lakini kuna alama ya kovu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Alama ni jamani ya kovu. Mtu anaitwa Musa ambaye Mungu anasema mimi ikiwa kuna mtu ambaye nitaongea naye nyinyi nyote nitaongea nyinyi kwenye ndoto, kwenye maono, lakini Mr. Musa nitaongea naye mdomo kwa mdomo. Kama mtu anaongea na rafiki yake. Oh yes. Daudi akaenda akamchukua Musa akamchukua mwanamke Mshunami, Kushi, akamchukua akamwoa. Arudi na Miriam wakasema Musa mpumbavu sana. Kumbuka Miriam, Miriam ni dada kubwa sana. Yaani dada ambaye
ana akili, ni kimwanamwali, kigoli, ana akili. Wakati Musa anazaliwa, huyu Mariamu akapanga mpango na mama yake, sasa huyu kijana asife. Ili asife, mimi ni rafiki na binti nani? Farao. Yaani mimi Mariamu ni rafiki yake. Kwa sababu huyu binti alikuwa ni mwimbaji mzuri sana. Unaweza kujua Waingereza Biblia, lakini Miriam alikuwa ni mwimbaji. Yaani mwana mapambio wa kwanza kwenye kabila la hao Waebrania kule Misri alikuwa ni Mariamu. Wakati wanavuka pale, Mariamu alikuwa anaimba. Amujui pambio? Nitaonyesha kama sijashuka. Sema amen na kutosha. Amen. Bwana asifiwe. Kwa Musa akiwa bado kadogodogo, kama mwezi mmoja, Mariamu anamchukua, anamweka kwenye kisafina na anakimbia, anaenda kwa mtoto wa Farao. Anamwambia hivi, hiki kitoto ulichokiokota, kama unamtaka mama yake, mimi naweza nikamchukua mwanamke yoyote hapa ambaye amefiwa na mtoto wake juzi tu. Akasema kanilete. Kumbe anayemleta ni mama yake nani? Musa. Miriamu huyo anaona Musa anapokuwa, wakati mama akiondoka, mama yake Obadia akiondoka, anamwambia wewe ni Mwebrania. Hapa upo tu hivi. Na aliyepata nafasi kabisa ya kumfundisha Musa toka akiwa mdogo ni Mariamu. Bila Miriam sasa huyo. Bila kwamba baada akafika miaka 40, huyu jamaa akafanya skanda, akakimbia. Akamwacha binti yake wapo ndio falme. Akaendelea. Na alikimbia akiwa na miaka 40. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Miaka 40. Yaani tayari ameshafundishwa, amekuwa ni kamanda. Akasema sasa akaona ndugu yake na uwawa, akaenda akakimbia. Akaenda kakaa huko kwa mzee Yethro. Akaenda Mungu akamfundisha elimu yake yote ya Kimisri. Akapewa elimu sasa ya kuwa daktari wa kiroho. Namna ya kufundisha, wala kwa juu mtu anachunga mbuzi na kondoo, Mungu akamtokea. Wakati Mungu anamtokea Musa ana miaka 80. Kwa miaka 40 Mungu amemfundisha kwa Egypt, kwa serikali ya Farao, miaka 40 kwa serikali nani? Ya mtu anaitwa Yethro. Alafu miaka 80 Mungu anamtuma, nenda kanitolee watoto wangu. Waende wapi jamani? Waende Misri. Mungu amewekeza miaka kwa hiyo mtu. Miaka 80. Alafu usifikirie akakosa kadogo, Mungu ataweza kumwacha huyo mtu. Atakuacha wewe. Amen. Amwelewi. Gharama ya mimi kubeba begi kutoka Tanga kuja hapa. Hiyo kusema tu ninaenda. Sirudi tena. Kama kuaibika niaibike. Hiyo gharama kubwa sana. Mungu hawezi kuniacha. Kama wewe unavyoona Mungu ameniacha. Bwana asifiwe. Amen. Mababa wamepita mahali pakubwa. Wanakosea kama wanadamu kawaida. Na wanapokosea mbele ya watoto wa kiroho, makovu hubakia. Musa alipomchukua mwanamke Mswahili, yule Makonde, yule Mkushi, yule Mwangaza, alipomchukua yule Mbena, Miriam akasema huyu Musa pumbavu sana. Alikuwa anaongea na Musa kama katotoa alichokajua. Kumbe abiu kama Musa ni kamanda wa Mungu. Akichukua kwamba Musa hili yule aliyemtoa kwa Farao. Musa huyu alishakufa tayari. Amefufuka tena. Akaenda kwa Yethro. Akufa kwa Yethro. Akarudi kama kilicholewa na Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mungu akasema sasa sikiliza, nataka nikufundishe kitu kimoja. Ni kweli Musa unamjua. Inawezekana na jina la Kimisri na jina la Kiebrania, lakini akapigwa na ukoma, akapigwa na tauni. Siku 3 akatengwa. Hakuna kitu kibaya kama Mwebrania kutengwa. Siku 3 na kata wana wa Israeli hawakusafiri kwa ajili ya Musa kafeleni. Yaani Musa hakumpea kwamba huyu alisababisha Musa awe na uhai, akampiga. Unapoona makovu ya baba yako, ujue Mungu amekwisha. Amen. Ndio kile. Unapoona makovu ya baba yako, ujue Mungu amekwisha. Ujue Mungu amekuheshimu. Rudia tena, unapoona udhaifu wa baba yako, ujue Mungu amekwisha.
heshima. Wakati Bwana anasema Biblia hapa, nikadili ni Daudi huyu. Wakati Daudi alienda kwenye ufalme fulani, na mimi nitapata mbaya. Kama sio wa Samuel wa kwanza sura 21, nadhani 21. Akaenda akatekwa na mfalme ambaye ndio yake. Baada ya Daudi kutekwa, na alikuwa na askari wake wamemzunguka, Daudi akajifanya kama mwenda wazimu. Akachukua udongo akajipaka kichwani, akaanza kutoa mate kama mwenda wazimu, akabegua macho kama vile mwenda wazimu. Kaletwa kwa mfalme ili auawe. Mfalme akasema, unaniletea huyu mwenda wazimu? Huyu si Daudi nayemsikia. Yaani Daudi kajifanya kuwa chizi ili kisu kisimuingie. Baadaye mfalme akasema, "Mwacheni." Mfalme Daudi alipopiga tukona, mwenda wazimu kamwacha. Sasa wewe ndiye unaona Daudi anakuzisha mbele ya mfalme, utamheshimu kesho akiwa ikulu? Mbona kusema ndio? Unamwona Daudi amekuzisha hivi, yaani ili mfalme asimue. Daudi alipita huko. Go deeper. Kitabu cha Samueli wa kwanza. Na mimi nitakuwa Samueli wa kwanza sura ya 21 kuanzia mstari wa 10 hasa pale sura ya 10. Ndio hapo. So, si mlego, sasa tunapata message. Samueli wa kwanza sura 21 mstari wa 10 pale, haraka. Samueli wa kwanza sura 21. Ile sura ya 21. Bila shaka ni hapo, soma. Ndio, kwanza 10. Tupende mstari wa 10 ya sasa pale. Sawa. Biblia inasema, Ndio. basi Daudi akaondoka, Ndio. akakimbia siku ile. Ndio. Kwa hofu ya Sauli. Kwa hofu ya Sauli. Akamwendea Akishi, mfalme wa Gathi. Nao watumishi wa Akishi wakamwambia Akishi, je, huyu si yule Daudi mfalme wa nchi? Sema huyu si yule Daudi mfalme wa nchi. Sema kila mtu. Je, huyu si yule Daudi mfalme wa nchi? Nasemaje tena? Je, hawakuimbiana habari zake katika ngoma zao kusema, ndio. Naye Daudi akatia maneno hayo moyoni mwake, akamwogopa sana Akishi mfalme wa Gathi. Sawa. Akaubadilisha mwendo wake mbele yao. Sema akaubadilisha mwendo wake mbele yao. Akaubadilisha mwendo wake mbele yao. Kama alikuwa anatembea kwa sababu usinzie. Kama alikuwa anatembea hivi, akabadilika. Ndio. Anatembea kwa mtu mwingine. Ndio mfalme wako, ndio nabii wako. Anatembea mbele ya mdeni wake. Kamwona mdeni wake yule pale. Sasa hapo kule kibaya sio kufanya hivi. Kama Bwana asifiwe. Amen. Yaani unakutana mdeni wako anayekudai. Vipi bwana? Pote langu lipi? Yaani nimepata msiba wa shangazi. Wakati wewe kwa kwamba tunajua kwa sababu baba aliafiwa na shangazi yake. Na watoto wabaya sana. Tunapoendesha magari yetu, niko mbele. Wakati tunapoendesha gari, prophet, huwa tunaongea maneno ya kawaida. Unapigiwa simu na watu wa kawaida. Sasa matamshi unayoongea. Ndio maana kuna nabii wengine wachungaji hawapakizage magari yao washirika. Kabisa. Wengine ambao tunapanda magari yetu, wakati mimi naongea na mke wangu, maana siwezi kuongea na mke wangu nikajinyima kwa sababu wewe protocol nitaongea na mke wangu. Baby nimekumisi sana. Sasa wewe uko ndani pale, unabeba ile kwa sababu umesikia baba, alafu unapunguza ile heshima ya kumheshimu baba. Bwana asifiwe. Ndio tunaona hapa. Haleluya. Daudi akafanyaje? Akabadilisha mwendo mbele yao. Sema akabadilisha mwendo mbele yao. Akabadilisha mwendo. Akajifanya mwenye wazimu mikononi mwao. Hebu sema akajifanya mwenye wazimu mikononi mwao. Akajifanya mwenye wazimu mikononi mwao. Sasa hebu tuendeshe mwenye wazimu wanafanyaje? Tuonyeshe tu kidogo. Demonstrate. Tuonyeshe simama. Tuonyeshe pasa sana. Mwenye wazimu sio lazima afanyaje? Enda kama mbegi mkubwa akatembea nao, si ndio? Tuonyeshe anafanyaje? Tuonyeshe.
Anafanyaje mwenda wazimu? Waonyesha shika waza wale jamaa hajaona mwenda wazimu. Huwa anafanyaje? Anakuangalia macho kama wewe unaonani. Yesu makofi mengi mazuri. Sasa huyu anafanya vitendo hivi, ndiye mchungaji wako. Ndiye ambaye amebeba watoto wako ndani yake. Ndiye amebeba hatima ya wewe ya kuolewa. Ndio huyu. Amepigwa na tukio, ghafla anabadilisha mwendo. Ghafla anajipaka mate. Hakuna mate hapo. Akakuna katika mbao za mlango. Na kuyaacha mate yake kuanguka juu ya ndevu zake. Jamani unasikia? Akaacha mate kwenye ndevu, akashika mlango na kukula mlango. Hadi kama vile sio yeye ghafla. Mbele ya Biblia. Ndipo huyo Akshi akawaambia watumishi wake. Ndipo Akshi akawaambia watumishi wake. Angalieni. Mwaona ya kuwa huyu ana wazimu. Basi maana yake nini kumleta kwangu? Je, mimi nina haja ya watu wenye wazimu? Mimi na haja ya watu wenye wazimu? Hata mmemleta kiumbe hiki ili aonyeshe wazimu wake machoni pangu. Je, huyu ataingia nyumbani kwangu? Yaani huyu aingie nyumbani kwangu kweli huyu auawe? Mbele au imeisha? Mstari wa 22. Sura ya 22. Ndio. Mstari wa kwanza. Basi Daudi akaondoka huko. Akakimbilia pango la Adulamu. Sasa alipona akupona. Angekufa pale. Bwana mseme jamani. Angekufa pale. Historia ingeishia hapo. Angepaka mafuta atakuwa mfalme. Hapa. Tumepita kwenye mambo magumu kabisa. Tumepita mahakamani, nimeshawaambia. Ndio. Tumepita mahakamani, tumesimama. Leo tupo mahakamani tena. Yes. Sasa wewe kila yeye kwa amehukumiwa na kesi ya pesa milioni 10. Si yule. Nilisika pale. Watu wengi wanapoteza thamani ya baba zao kwa sababu ya makovu walioyaona kwa baba yao. Sasa hapo tunasoma tu. Lakini wewe ungekuwa miongoni mwao, ungemheshimu Daudi. Uulize jirani. Baba hapa tunasoma tu. Hapa tunasoma tu. Baba hapa tunasoma tu. Hapa tunasoma tu. Je, ungemuona Daudi anashusha mate? Ungemuona Daudi anashusha. Ungempigia saluti? Ungempigia saluti. Tungehama kwa hilo kanisa. Ukaandika kwenye mitandao. Na ukahakikisha kila iliyopo kanisani ahame. Na kama wewe ulikuwa peke yako kwa hakishi, utahakikisha kila mtu amejua. Unachana huyu mtu bwana. Bwana asifiwe. Mapito magumu utengeneza watu wagumu. Kila pito gumu ambalo baba yako akiwa amepita hutengeneza kuwa kifaa kilichosumbuliwa kwa utukufu wa Mungu. Hakuna baba asiyekuwa na makosa. Kumbe ndio baba huyo. Alafu useme, alafu azaliwe mtoto. Aseme anamwambia Mungu hivi, Mungu umemjalia baba yangu Daudi. Yaani mtoto wake Suleiman. Yaani haya aliyasikia, haya akayaona. Lakini bado anakutana Mungu ulimjalia baba yangu Daudi. Ukampitisha kwenye vita. Hatimaye niko hapa. Yaani anajisifia mtu ambaye alibaka, anajisifia mtu ambaye alitoka kwa wandawazimu. Tunapitaga ili wewe ufanyike kuwa mwana. Baba yako kama angekufa kwenye vile vita, wewe usingezaliwa. Kuna wengine wasingeokoka hapa. Ndio. Umepata wokovu kwa sababu kuna mtu alikufa jana. Amina. Nipigie makofi kwa Mungu. So, moyo wa Mungu unayotaka haupo kwa mtu mzuri unayemtaka. Andika. Moyo wa Mungu unayotaka haupo kwa mtu mzuri unayemtaka. Moyo wa Mungu upo kwa mtu ambaye ananuka bana. Aliyekuwa muuaji kama Paulo, aliyeua, aliyeingia makanisani, akachinja Wakristo. Alafu baada ya miezi miwili anakuja kuhubiri kwenye madhabahu zile zile. Alafu inua mikono yako juu, funga macho, sitafunga macho. Haleluya. Yana ameua juzi. Tunajua Stefano alikuwa miongoni mwetu. Kafanyaje? Kapigwa. Ndani kapigwa. Alafu Mungu anakuita huyo. Nenda kimanga kahubiri bwana. Jamani yuko hapa. Paulo amekuja.
Unaelewa? Mapigo ya moyo wa baba. Alafu Daudi huyo Mungu anasema hivi, nimemuona Daudi mtu aliye wa moyo wangu. Nakumbuka hiyo? Anamwambia Samuel kwamba hata lini utamlilia Sauli wakati mimi nimemwacha. Nimemuona mtu ndani ya nyumba nani ya Yese ambaye amefanyaje, a man after my heart. Ili Mungu akujua matukio yote haya Daudi. Mbona msemi? Mungu aliyajua. Lakini Baba sema ni mtu ambaye aliyeubeba moyo wangu. Yes. Kumbe Daudi aliubeba moyo wa Baba. Na wewe ukiubeba moyo wa Daudi, umeubeba moyo wa Mungu. Yaani ukibebeshwa ni moyo wa Mungu moja kwa moja tunakufa. Lazima ile moyo likae kwa mtu mwingine, lipunguze upako, lipunguze ile nguvu, unapata moyo ulio poa poa. Yesu makofi mengi mazuri. Ninaona saa ya neema ikiwa ya kipekee katika jina la Yesu. Naona kila mitaa watu wanasema tumemwona Samuel kapita. Wakati yeye mwenyewe yuko wapi? Yuko Morogoro kakaa kwenye kochi. Sema amina. Amen. Naona mapigo ya moyo wa baba. Mapigo ya moyo wa baba. Kama nisema kule chini kidogo. Namna ya kubeba moyo wa baba. Kubeba machozi ya baba. Wakati kule baba analia machozi. Analia machozi kabisa. Analia. Na machozi ya baba kana sana. Hawalii kwa sababu ya ndoa zao. Wanalia kwa sababu ya ndoa ya mtu mwingine. Alafu baba anakuta, anakwambia tunataka tuombe. Njoo mwanangu tuombe. Unadhana anakuombea wewe. Anasema naomba tumuombee ndoa ya Beni. Tuiombee ile ndoa. Hapo tufunge siku 3. Tuiombee. Bwana asifiwe. Baba na akili kweli. Yaani bibi ina matatizo, lakini moyo wa baba umeeleweka kwa nani? Umeeleweka kwa mtu mwingine. Akamwambia njoo tuombe. Alafu tuchukua anajiuliza, mbona mimi nayo maumivu kama haya? Maana baba haoni. Baba kuna mahali ameelewea, anataka support yako. Anataka machozi yako. Alafu wakati unamuombea ile Beni, ndoa Beni inapotenguka, inapokuwa vizuri, unashangaa kwako unafanyaje? Kuna mahali baba. Bwana asifiwe. Machozi ya baba anapoelekea, shida kubwa ya watoto wengi sana hawawezi kuyatunza machozi ya baba. Wakati baba analia juu ya fulani, wewe unachukua yale machozi unawaambia watu, ndio fulani bwana alitoa mimba. Bwana asifiwe. Fulani anapigwa sana mume wake. Kumbe baba alikuja kama mtu wake wa moyo wake, akwambie moyo wake ili muombe nusuru mtu mmoja ndani ya kanisa. Alafu wewe unapoombea machozi ya moyo wa baba, wewe ndio unasimama na machozi unapewa watu wote. Alafu baadaye tunamfikia yule mtu. Anasema mimi nimwambia baba nifichie siri. Kumbe baba katangaza. Kumbe baba hajakutangaza. Baba tunataka tumuombee kaitani. Bwana asifiwe. Tumbebe kama sehemu ya moyo wetu. Tuweze machozi mbele za Mungu. Lakini wewe sasa ambao huwezi ukayaficha machozi ya baba, unayatapakaza. Kwa kanisa zima lote wanaona baba yako hana siri, baba yako hana lolote. Huwezi kubeba. Nasema huwezi kubeba. Nasema huwezi kubeba. Huwezi kubeba. Go deeper. Hauwezi kubeba moyo wa baba. Yes. Kubeba moyo wa baba unabeba siri za baba. Amen. Kubeba moyo wa baba unabeba ile mambo ya furaha ya baba. Kuna mtu alikuwa anatuambia hapa, alikuwa anafundisha kwa studani. Anasema kuna Dr. Fabian alitufundisha wiki iliyopita. Anasema kuna kanisa moja lilikuwa na wazee wa kanisa ambapo mchungaji akipata mafungu ya 10, Yesu anasema kwa fedha. Bwana asifiwe. Amen. Anasema unajua baba alipata laki 4. Ndio. Alafu anaanza kuambia watu kwenye shida. Anataka kaombe pesa kwa mzee. 4. Leo zimeingia. Atiba ando umepanga pale mafungu. Nataka nimuone baba. Nataka nimuone baba. Baba Bwana asifiwe. Ndio bwana. Yaani hali ngumu nyumbani. Yaani baba mwanangu, nataka kwa 50 tu. Si anaomba amepewa na Mungu. Anaomba
akaambiwa na mzee ambaye anakuja machozi ya baba. Baba anafanyaje? Anakata 50. Mwingine yuko na ibeni yuko hapo. Anasema baba, sina viatu. Yaani viatu vyangu kutoka nimekuja shio vile vile. Shingapo na 70,000. Baba anafanyaje? Anakuja na kibuga. Anasema mzee, Mungu ameniambia kuna viti vimekuchika pale. Na lazima tununue viti. Lazima tununue viti. Na kuna wengine hawana aibu. Sadaka za kanisa watu wanahoji zina kazi gani? Baba sasa viti vingapi? 12. So mzee anaenda nyumbani. Niko na mtoto. Ikaenda kaambia mzee, anaitwa Yosi Dogasia. Wanasifiwe. Anaitwa Yosi nani? Sikaitani. Kwanza, yaani kuna watu hawatamani mchungaji avae hata kachati kazuri. Yaani hawatamani. Kuna watu wako kanisani jamani. Alafu ndio hao tunaambia machozi Mungu awainue. Tunasema wabebe utambulisho. Au utabebe utambulisho. Isipokuwa yule muovu shetani. Haitakuwa kuondoka katika jina la Yesu. Sema haitakuwa kuondoka katika jina la Yesu. Haitakuwa kuondoka katika jina la Yesu. Sema amen ya kutosha. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya. Naomba tusome kitabu cha Hesabu wakati tunapomalizia. Hesabu sura ile ya 12 kuanzia aya ile ya kwanza. Kubeba moyo wa baba. Kwa niko pale ni kuona magumu ya baba na kuheshimu baba. Hesabu 12 mstari wa kwanza. Nasemaje? Neno la Mungu linasema, kisha Miriamu na Haruni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemuoa, maana alikuwa amemuoa mwanamke Mkushi. Wakasema, je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Amenena na sisi pia? Bwana akasikia maneno yao. Basi huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Bwana kanena ghafla na Musa na Haruni na Mariamu na kuwaambia, tokeni nje ninyi watatu, mwende hemani mwa kukutania. Basi hao watatu wakatoka nje. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu. Bwana akashuka kwenye nguzo ya wingu. Bwana akashuka kwenye nguzo ya wingu. Bila roba tutasema akasimama pale mlangoni pa hema, akawaita Haruni na Miriam, nao wakatoka nje wote wawili. Kisha akawaambia, sikizeni basi maneno yangu. Akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Mwaminifu katika nyumba yangu yote. Sema yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Yeye ni mwaminifu kwenye nyumba yangu yote. Hapa semaje tena? Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana waziwazi wala si kwa mafumbo. Na umbo la Bwana yeye ataliona. Na umbo la Bwana yeye ataliona. Sema na umbo la Bwana yeye ataliona. Alafu pia semaje tena? Bwana, basi ninyi hamkuogopa kumnenea mtumishi wangu huyo Musa? Ndio. Hasira za Bwana zikawaka juu yao, naye akaenda zake. Kisha hilo wingu likaondoka kutoka pale juu ya hema. Tazama, Miriamu akawa mwenye ukoma mweupe kama theluji. Haruni akamwangalia Miriamu, tazama yu mwenye ukoma. Ndio. Naisha. Bwana asifiwe. Kisha Haruni akamwambia Musa, ee Bwana wangu, nakusihi sana, usituwekee dhambi juu yetu, na kwa kuwa tumefanya upumbavu, na kufanya dhambi, nakusihi asiwe kama mmoja aliyekufa, ambaye nyama ya mwili wake nusu imelika hapo atokapo tumbo la mama yake. Musa akamlilia Bwana akasema, mpoze e Mungu. Musa huyo ambaye amesema vibaya. Alafu Musa huyo anamlilia Bwana ili wewe ufungue. The heartbeat of your father. Mapigo ya moyo. Yaani wewe umemlelea mtumishi Mungu mabaya.
alafu mabaya anakukuta, alafu bado mtumishi wa Mungu huyo anaenda mbele za Mungu, anasema Baba mponye huyu mtu, Baba muinue huyu mtu. Kuna wakati mwingine kuna watu wao na kiburi makanisani, kiburi kabisa kwa sababu ya fedha zao, kiburi kwa sababu ya Mungu amemuinua mahali fulani, alafu anafukuzwa kazi ile leo, anakuja kanisani tena, Baba naomba sina kazi, alafu baba yule tena mchungaji Tobias yule tena anaomba tena mbele za Mungu. Mioyo ya baba wa kiroho ni mioyo ambayo inakutana magumu sana, na hasa kizazi hiki ambacho utafiti wa zamani ulikuwa hauna nguvu, lakini utafiti wa leo ambao mitandao imejaa, kila mtu anaweza akajipatia mafundisho yoyote ambayo sio baba wa kiroho. Unashangaa somo wewe ulifundisha, watu wameshalisikia duniani huko, kwa hata afundishi kama fulani. Ana asifiwe. Mbona aseme kama fulani? Kuna kizazi ambacho kimepigwa na ukoma ambao hauonekani kama wa Miriam. Watu wamepigwa ukoma kanisani, hawaolewi. Watu wamepigwa ukoma kanisani, hawapati kazi. Kumbe ni ukoma wa kuwasema watumishi wa Mungu wako makanisani. Tunaomba muda mwingine Mungu, mbona unisikii? Mungu anasema kuna ukoma. Haleluya. Jana afadhali Mungu wa Agano la Kale ambaye anajua kwa sababu ni ukoma. Lakini ukoma wa kiroho hauonekani. Watu hawajazi Roho Mtakatifu. Unafundisha Roho Mtakatifu, watu hawajazi. Wewe watu wageni. Yaani Samuel, ukianza kuomba unaomba wewe, ukikata wewe, tunaanza kukaa na kuendelea na wewe. Hapo kwenye maombi ya kufunga na kuomba siku ya 17. Yaani unaenda jioni siku 21. Lakini zamani watu siku mbili za kufunga kwa kama mbele. Jamaa tumeweza maombi baada tayari watu wanafanya washafunguliwa. Tunaendesha huduma kwa ugumu sana. Kwa sababu gani? Kizazi kilichonacho. Kizazi ambacho mtu anataka kulinganisha, baba na hiki